tuzigera tukwibagira. Ibikorwa byinshi byiza wakoze, ijambo ry'Imana wabibye mu mitima ya benshi, indero nziza waduhaye abana bawe, ntituzigera tubyibagira. Imana iragukunze gusumbya twebwe, isemwo kuguhamagara. Ebayi turagusezeye Mutama. Abana bawe dusigaranye amarira, ntabwo tuzigera tukwibagira. Indero n'ubupfasoni waduhaye tuzoyigena mubyeyi. Hari ijambo nibuka mu majambo watubarira, ngo twiceze twitunganije imitima, kuko tutazi umunsi n'isaha, ngo Yesu agitebaganye urupfu rwatujyana. Dufise ibyizigiro ku munsi umwe tuzobonana, ibikorwa
We need to think about the word of God. God bless us. We have a song as well in Kirundi. 277. That our life is in day, is a journey to ask God to stay with us.
Let's be sitting and continue. The singer sang a very great song. After serving God, and when the time of God is near to leave, and the singer sang, the day that I will pass, I will see the glory of God. That's our faith that we have in people who serve God. May God bless us. We're gonna go over time. We're going to receive our visitors. Before we do that, so coming from different places, we're going to ask to receive our bishop. Light Mission Pentecostal Church Light Mission Pentecostal Church here in America. Basi tunamuinua asimame. We're going to ask him please to stand up to receive him in Jesus' name. To come here front. Basi tunamuona, tunaweza kunyosha mkono ili tumpokee. Let's raise your hand to receive him. Bwana sifiwe. Basi pamoja na hayo, with that, ngoja tumpatie neno aendelee. we're going to give him a word. Atukaribishie wageni wengine. He's going to receive other visitors. Amen. Amen. Tunashukuru Mungu We're so thankful to God muda kama huu to receive this good time to be together here. Na niombe wageni kutoka mahali mbalimbali. I'm going to ask visitors that are coming from different places. Tunasema karibuni. We say welcome. Na tunajua mada ya siku. We know things that days brings. Ni kushirikiza mzee wetu ameaga dunia. Is to say bye to our father who just passed this world. Kwa mambo yake ya hapo, mambo yote tutakwenda kuyazungumzia wakati mwingine, lakini tunasema kwamba we will talk about all his life later on, but we say that mzee wetu ilikuwa kwa tarehe 17 mwezi wa 9 on September the 17th, ameaga dunia. that's the date that he passed away. Na namna gani mambo imekuwa, And there was no more, there was no any problem. lakini alikuwa anasema kwamba nasikia hataki kukula chakula, hamu ya kula chakula. He was telling us that he didn't have appetite to eat anything. Basi na nikaendelea kumwambia hebu nenda kwa mganga. And I keep told him to go to the hospital. Na wakati alienda kwa mganga, And when he went to the hospital, kwa labda amekuwa na virusi vya kansa. and he had some symptoms of cancer. Na walipokuja nyumbani nikamwambia sasa hivi hivyo unakuwa na medical ya Atlanta, uenda kule kwa dada
uende kwa mganga. When he came to my house, I told him, since you have Medicaid from Georgia, Atlanta, you need to go to your daughter's house and be taken care of over there. Na mara moja alikuja na kaka, wakaja wakafika hapa. And he came here with his son. Na alipofika tu hapa kwenda kukutana ni kansa yenyewe kabisa. And when he got here, they went to do a checkup and found that sasa kwa miezi mitatu ilikuwa imekwisha kumharibisha mambo ya tumbo yote. 3 months, almost all the stomach parts were all infected. Na hatukuwa tunafikiria kama naweza kuwa kama hivi. We didn't know it's going to be this fast or the situation to be this way. Na madokta waliweza kustanika wa ulimwengu wote mzima waangalie namna gani watafanya, watu wameshindwa. All the doctors, specialists in cancer, they came together to see if they can do anything, but they were not able to do it. Akasema tu ni kumpatia dawa ya kumtuliza. And they said they would give medication just to calm him down. Ndio umeona kwamba sana siku imefika. And the time came. Akarudi kwake alikotoka. And we went back. Maisha yangu mimi nitakuwa wapi?
umurongo wa 19 kugeza kuri 24. Verse 19 and 24. hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira uva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu. N'umutunzi nawe arapfa, arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi antonyagirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Amena. Aya ni amagambo y'Imana dusomye. This is the word of God that's read. Bundi abana b'abantu ntabwo bakunze kwibuka ko urupfu rubaho. Most of the time, people don't remember that there's death. Abenshi bakunze kwibuka mu gihe tubona turi guherekeza uwacu wapfuye. People will know about death when someone is dying. Ariko urupfu rubaho. But death exists. Kandi ntabwo urubanuro rutwara. Ntabwo rujya rurobanura umuntu rutwara. Death do not choose who to pick. Ari umuzungu ruramutwara. If you are a white person, ari umwirabura ruramutwara. If you are black, death will come. Ari umukene ruramutwara. If you are poor, death will come. Ari umukire rukamutwara. If you are rich, death will still come to you. Ubwo rero urupfu ntabwo rujya rurobanura. Death will not pick who you are. Ahubwo igihe kiba kiriho, but what takes place, igihe umuntu akiri mubiri, when you are alive, abagomba kwibaza mvuye najya hereye. You ask yourself, when you die, where will you go? When I die, where I go? Nkuko dusomye ijambo ry'Imana, as we just read the word of God, rutweretse uwari umukire umutunzi. It shows us the person who was rich. Rutwereka n'undi wari umukene witwa Lazaro. The man was poor, his name was Lazarus. Umutunzi yabayeho neza yinezeza. The rich man was there very gloriously. Arya neza, yambara neza. Eat good and dress nice. Yifata neza. Took very good care of himself. Atazi n'Imana. He was not even know who God is. Atazi Yesu. And he didn't even know who Jesus is. Atanabyita ku ijambo He ry'Imana. did not even care about the word of God. Ariko umukene, but the poor of God, yari ariho ababazwa cyane. Ariko mu byo yakoraga byose yubahaga Imana. He was so loving and so careful to God. Igihe cyarageze bose barapfa. And the time came, both of them died. Umwe afatiye inzira, one took his way. hari inzira y'umukiranutsi Lazaro. There's a way of righteousness. Lazaro apfuye, when Lazarus died, gupfa k'umukiranutsi no gusinzira. when you die and you're the right person of God, Ariko bakajyana ahandi hantu, and when you go to another place, akaruhukira ahantu heza. and you raised in a very good place. Lazaro yarajyanywe, So Lazarus ajyanwa mu gituza cya Aburahamu. and he was in chest of Abraham. Aburahamu aruhukiye, When Abraham was sitting, na Lazaro agenda bari aruhukira. Lazarus was in that third place. Umukiranutsi yapfuye, When you are righteous and you die, nta mubabaro ukwiye kubaho, there was supposed to be no pain. kuko bagiye kuruhuka. Ni nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira mu byakozwe n'intumwa, It says in Acts, ritwereka urupfu rwa Stefano. it shows the death of Stephen. Stefano amutera amabuye, Stephen was throwing a rope baramubabaza, and he was so in pain. ariko Imana imufungurira amaso, God opened his eyes ireba aho agiye and kujya. showed him where he's going. None amaso yatangira kureba aho agiye, But his eye was just looking where he's ngo going. none umunezero uramutaha. He was so happy. Anezezwa n'uko ari kubona mu He ijuru. was so happy because he was seeing Umunezero heaven. wuzura muri we. He was so full of Ugatangira joy. And he kunezerwa. was so happy. Haleluya. Hallelujah. Abakiranutsi ntabwo bapfa, Righteousness don't die.
they will be waking. Jesus was resurrected. He will resurrect them. Hallelujah. One day, a very strong angel. Every time he will hear, he will hear before us who are alive. He will hear before us. He will hear it first. And he will resurrect. Hallelujah. In heaven, so he can take us. Hallelujah. And then after that, at that time, and I will know who's left. When I know, how we're going to look like Jesus. Hallelujah. Our Father, when he will be resurrected, and he will be changed, and he will be resurrected, their life will be changed. It will look like Jesus. Jesus was telling to come people. When God already said, people who will be believing in Jesus, will be sleeping in Jesus. They will hear the trumpet. When I tell you this morning, I want you to have faith and believe in Jesus. And know God. And know Christ. Because death cannot be scared. When you are in Christ, you will be asleep. And then rest. And wait for the trumpet. What does tell me? They are great. And those in pain. And those who are in hunger. Because there will be comfort. Some of them will in pain because of what they just lost your father. One day, we will be comforted in that pain. And that pain will be gone. We will see him. Be Christ. See him good. The tears will be Mana yacu turagushimye kuko ijambo ryawe ryongera kutwibutsa kuko Yesu yazutse kandi ubwo yazutse akatubanziriza kuzuka akaba ari imfura y'abazutse azazura n'abapfuye bamwizera natwe rero turajya mwibutsa abantu bawe ijambo ryawe icyo ritubwira nubwo habaho gupfa ariko abapfuye bakwizera bazazuka kandi ko abantu bakwiye kukwizera no kukumenya kugira ngo uzakomeze kubana nabo abakiranutsi ntabwo bapfa ahubwo barasinzira none utwibukije ijambo kw'iryo shimwe kandi wamwe icyubahiro bisabye mu izina rya Yesu Kristo mu bisabye. Acha peke yo baba yo umeniacha peke yo baba yo umetuacha peke yo baba yo umeniacha peke tutakumisi dadio tutakukumbuka milele tutakumisi dadio tutakukumbuka milele. Umeondoka mapema na bado tulikupenda baba. Umeondoka mapema na bado tulikupenda baba. Mungu kakupenda zaidi, sasa amekuchukua. Mungu kakupenda zaidi, sasa amekuchukua. Tumebaki na majonzi, sisi wana wako.
Kifo hakina huruma, kimekubeba mapema. Kifo hakina huruma, kimekubeba mapema. Tungekuwa na uwezo, Baba ungerudi. Tungekuwa na uwezo, Baba ungerudi. Mungu kakupenda zaidi, sasa amekuchukua. Mungu kakupenda zaidi, sasa amekuchukua. Ya Baba yo, umetuacha peke. Umetuacha peke Baba yo, umeniacha peke. Umeniacha peke Baba yo, umetuacha peke. Umetuacha peke Baba yo, umeniacha peke. Umeniacha peke. Tutakumisi dadio, tutakukumbuka milele. Tutakumisi dadio, tutakukumbuka milele. Tutakukumbuka milele Baba. Kifo, we kifo wewe, unatoka wapi wewe? Tazama vile ambavyo umemaliza watu wetu, umemaliza wazazi wetu, umechukua vijana wetu, umemaliza wadada zetu. Wengi wetu wametoweka sababu yako we kifo, we kifo. Mungu atakuhukumu. Kwa nini kifo huwezi acha tuishi na ndugu zetu? Kwa nini kifo huwezi acha tuishi na wazazi wetu? Kwa nini kifo huwezi acha tuishi na wadogo zetu? Kifo umeleta hasara, wewe kifo ondoka, wewe kifo. Umetuacha peke. Yo Baba yo, umeniacha peke. Yo Baba yo, umetuacha peke. Yo Baba yo, umeniacha peke. Umeniacha peke. Tutakumisi dadio, tutakukumbuka milele. Tutakukumbuka milele. Tutakumisi dadio, 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 tutakukumbuka milele. Ee Mungu, roho ya marehemu uilaze mahali pema paradiso. Amen.
Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Bye rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu, ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Rafiki, rafiki, rafiki. Nionapo amani kama shwari, ama
nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Asubuhi ilikucha sawa, amani ilikwepo sawa, nilikuna ukienda lakini ukurejea. Yako mambo yanagusa moyo, uma moyo, tesa moyo, yanaacha mdomo wazi na uwezi zuia machozi, lakini najikaza, ninajua una sababu, pengine kutukumbusha wanadamu tunajisahau. Ona machozi ni huzuni tunalia, lakini ni salama nasi tutarejea. Nami nikifumba macho laiona kesho, jana ilikuwepo ukapita upepo, japo si mzuri ila salama. Ndugu alikuwepo siku za vicheko, imekuwa ghafla zimezima ndoto, japo ni huzuni ila salama. Ningeweza ningekwambia usiende, labda ingezuia. Ningeweza ningekwambia subiri, la sikutambua. Ona usemi tena, mti mezizima. Tutaonana baadaye. Machozi hayawezi kumaliza uchungu, wala pole za marafiki na ndugu, ila kwako kunayo faraja kuu. Najua ni usiku sana, najua ni machozi kweli, ila ni salama. Mama mmoja aliyekuwa na watoto 7, alikuwa akimcha Mungu, akimwomba mchana na usiku. Ulipita muda sijaonana naye, nikamua niende nimtembelee. Nikamkuta mama mjane amechoka, macho yamevimba kwa kulia. Akanitazama akaniambia, ajali imeua watoto wangu. Tazama kaburi kama matuta, Mungu hakunisa
wanadamu wakanyanyua vinywa wakasema, kila mmoja aliongea lake, ili mradi wamvunje moyo. Wapo wanaojifanya kuwa wana uchungu, kumbe moyoni wana wengine wakadiriki kusema hadharani, alijivuna sasa kiko wapi? Mama anasema akiwa msibani alihisi mwili na waka moto, aliona kama Mungu hayupo, dunia yote kaachwa peke yake. Aliyomfariji aliwaona waongo, hawajui uchungu wa msiba. Ilipozidi akalia sana, asikubali kuzaa. Akakumbuka mtetezi wake, kwamba Mungu wake yuko hai, akishampitisha kwenye tanuru, mwisho atang'ara kama dhahabu. Bwana, nilipochukua mume wangu Bwana, watoto walinifariji. Sasa umeamua kuwachukua wote, ukonisazia kitu. Umenibebesha mzigo mzito sana, mimi Bwana siwezi peke yangu. Bila msaada wako sitaweza mimi, Bwana naomba nisaidie. Kama unadhani la kwako zito, basi sasa jifunze kwa wenzako, maana wewe kuguswa tu na tatizo unanung'unika mwaka mzima. Waweza kudhani kwamba unaumwa, kumbe hujaona wagonjwa. Ukishawaona wagonjwa wenyewe, unaweza kupona bila dawa. Mungu anao watu anaoamini, watu wenye misuli ya imani. Wao wanapopita kwenye magumu, wanamtukuza katika hayo. Hawa ndio watu Mungu watumia kumsimangia shetani, maana kujaribiwa kwa imani zao huleta utukufu kwa Mungu. Mama anasema Mungu ni mwema, kwa sababu amenitetea katika kupita kwenye magumu. Nimeona mkono wa neema. Haleluya, shukuriwe Mungu wa watakatifu, Mungu wa Ibrahimu anayetupa kushinda hata tukipita kwenye magumu gani. Yeye Bwana hatatuacha peke yetu, ameahidi hadi ukamilifu. Ni kusema watu wa familia wasubiri kidogo. Our family will ask you to wait. Tuanze na watu wa kule. We're going to start with people outside back there.
Sauti ya Mungu inataka tutengeneze. Sauti inabembeleza. Sauti inabembeleza. Inaita. Inaita. Sauti inabembeleza. Sauti inabembeleza. Kwenye taifa letu, hiyo sauti ya Mungu inahubiri kupitia misiba. Hiyo ni sauti ya Mungu inasema kupitia misiba. Mungu anaweza kuhubiri hata kwa njia ya misiba. Mungu anaweza kusema na watu kwa njia ya majonzi. Wengine wanalia na wengine wanaokolewa. Wengine wanalia na wengine wanaokolewa. Wakati wa machozi wengine wanaokolewa. Wakati wa huzuni wengine wanahubiriwa. Turudi, sauti inabembeleza. Inaita. Turudi, sauti inabembeleza. Enyi viongozi wa mataifa yote katika ulimwengu, Mungu anaweza kuhubiri katika nchi yako katika majonzi. Unapoweza kuona misiba imeongezeka katika taifa lako, unaweza ukashangaa ukajiuliza, kwa nini watu wanasononeka hivi? Kwa nini misiba imeongezeka? Kwa nini ajali zinatokea kwenye nchi hii? Kwa nini katika utawala wangu kuna mabaraka kama haya? Naomba mnisikilize. Mungu anaweza kuhubiri katika matatizo. Mungu anaweza kuhubiri kwenye majonzi na masikitiko. Mungu anaweza kuhubiri sehemu ambapo wewe akili yako vipi, lakini Mungu anaweza kuhubiri. Wakati wengine wanalia, kuna watu wengine kupitia hayo matukio ya masononeko wanaokolewa, maana wanahubiriwa kupitia ndani ya mioyo yao, wanajifunza, wanaokolewa. Wakati wengine wanapata ajali, kuna wengine wanapotazama ajali hizo, aisee, nataka nikwambie, mioyo yao inakumbuka na kutafakari, wanamuona Mungu, wanaokolewa. Wakati wengine wanapokuwa maututi, wagonjwa, wanaumwa magonjwa ya kutisha, magonjwa ya kufisha, nataka nikwambie, wengine wanahubiriwa kupitia magonjwa hayo. Sikenda nikwambie, Mungu anaweza kumtafuta mtu kwa namna ya tofauti. Unapo msiba, unapo machozi, unapo ajali, tambua kuna watu wanahubiriwa kupitia matukio haya. Utakufa unajiona, utakufa unajiona, kiwa mtu wa chini. Utakufa unajiona, utakufa unajiona, utakufa unajiona, kiwa mtu wa chini. Utakufa unajiona, utakufa unajiona, utakufa unajiona,
nikiomba msaada. Upendo uko wapi serikali? Mbona nimelia sana nikiomba msaada. Wabunge wamesikia, mbona kimya? Wakuu wa mikoa nao, mbona kimya? Mnangoja jeneza langu mulipambe, mnangoja msiba wangu mupambe. Muko wapi waimbaji? Muko wapi serikali? Muko wapi watumishi? Utakufa unajiona, utakufa unajiona, utakufa unajiona kiwa mtu wa chini. Utakufa unajiona, utakufa unajiona, utakufa unajiona kiwa mtu wa chini. Utakufa unajiona, utakufa unajiona, utakufa unajiona kiwa mtu wa chini. Utakufa unajiona, utakufa unajiona, utakufa unajiona kiwa mtu wa chini. Kila mtu anapitia majaribu, hakuna mtu anayejua kesho yake. Hata mimi sikujua kama ningekuwa hivi. Kama ningelijua ningekuwa hivi, ningejiandaa, ningeweka akiba nisijeombaomba. Upendo uko wapi waimbaji, wachungaji? Mko wapi serikali? Mshikamano uko wapi? Utakufa unajiona, utakufa unajiona, utakufa unajiona, hata mume wako unajiona, hata watoto wako wa chini. Utakufa unajiona, utakufa unajiona, utakufa unajiona, hata ndugu zako unajiona, hata watoto wako wa chini. Utakufa unajiona, utakufa unajiona, utakufa unajiona, utakufa unajiona kiwa mtu wa chini. Utakufa unajiona, utakufa unajiona, utakufa unajiona kiwa mtu wa chini. Ndugu zangu, tunashindwa kumsaidia mtu yungali yuko hai. Tunasubiri wakati ambapo amelala mauti, ndipo ahadi mbalimbali utasikia. Kama ni mwimbaji, nyimbo zake zitapigwa, hata zile ambazo zilikuwa zimesaulika kuanzia albamu ya kwanza mpaka ya mwisho. Michango itachangishwa kwa ajili ya kuendesha msiba. Zingechangishwa angali yuko hai, zingeweza kumsaidia. Mungu awabariki sana, na Mungu awatie nguvu ninyi nyote mtakaochukua hatua ya kuweza kuwasaidia wahitaji wakiwa hai. Mungu awabariki sana. Nite mwinjilisi Pasco Kaseni. Yeah.
paradiso. Onane paradiso. Onane paradiso. Kwenye mji wa raha. Onane paradiso. Kama vile tumekwisha kuzungumza, as we already talk about, kusema tutakuwa tunaweka sehemu ya udongo kidogo kidogo. We will building parts of dirt little by little. Kama itakuwa ni wengi au itakuwa ni wachache, kwa sehemu ya udongo kidogo kidogo. All the pastors or just a few of them, we're just gonna put little bits of dirt. Familia wataweka au kama and then the family will be next. If it's not all of them, just few of them. And then the rest of everybody, just few of you, not everybody. So we can let the time for the service here at the grave to do the work. We're gonna get a machine to put all the rest of the dogs. Na tukimaliza tu mara moja, when we finish after, tutakwenda kule kwa reception. We go to the reception room. Na tutapatia muda wale ambao wanaweza kutusomea. Nafikiri mna address. And we'll give the time. I think we have the address, or if you need one, we'll give you one. Basi tunakwenda na kilichotoka mavumbi kitarudia kwenye mavumbi. What came from door will go back to door. Kilichotoka mbinguni tunakwenda mbinguni. Come from heaven goes back to heaven. Na tutaonana. And we will see each other in heaven. Abapastori mukurikire. Naho mukora mwese pastori mukurikire. Hanyuma baadaye familia. Mzee, tutakumbuka mashauri ulitupatia, ulikuwa mwema kwetu, na Mungu akubariki baba, tutakuona mbinguni. Amen. Iukuchiza chane kaseseniwe ni mana tutirore twizigiye uko data yakitweretse aheza Mijuru kwa data tuzahurirayo bagenzi aheza Mijuru kwa data tuzahurirayo bagenzi tuzoshimira data cyane imbabazi yatugiriye n'ubuntu bwiwe n'urukundo n'imigisha yacuncuguye aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi tuzahurira mw'ijuru indirimbo z'abahiriwe ntituzo
Mwihangane. Data cyane imbabazi yatugiriye n'ubuntu bwiwe n'urukundo n'imigisha yatujuye aheza ho mw'ijuru Mavumbi umenifuta yote, habari umebadili yote, machozi umenifuta yote, aibu umeondoa yote. Umeniita mwana niliyekuwa mtumwa, umenisimamisha katika wingi wa neema, na umeniketisha mahali pa juu sana. Ninaucheka wakati uliopita, nikiufurahia ule ujao. Ninaucheka wakati uliopita, nikiufurahia ule ujao. Maana umenipa nafasi nyingine, umenipenda tena bila kukoma. Nafasi nyingine, neema yako imeniinua tena. Nafasi nyingine, umenipa tena bila kuchoka. Nafasi nyingine, Mungu wa neema. Mungu wa neema. Mungu wa neema. Mungu wa neema. Madaktari walisema sitapona tena, walimu walisema nitafeli, ndugu na jamaa walisema nimeshindikana, na kumbe wewe waniwazia mema. Umri uliposogea walisema ndoa si fungu langu, nilipofiwa na mpendwa yule walisema sitaweza tena. Baada tu ya kufilisika siku muda wa kuniombea, na kumbe ndani yao walifurahi niliyopitia. Inaucheka wakati uliopita, nikiufurahia ule ujao. Inaucheka
salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, ama niona hapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu, ni salama rohoni, ni salama, ni salama, inga ni salama, ni salama, ni salama, ni salama mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu. Ni salama, ni salama, imba ni salama, rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama, ni salama rohoni, mambo yote ni salama, dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, maana ni salama rohoni mwangu, siku ya kuja parapanda itakapolia, utakaposhuka sitaogopa, maana ni salama rohoni mwangu, rohoni, salama, ni salama Kazi
Fanyia Mungu kazi kama ungalijua, usipoteze bure. Kazi itakwisha, mbio usiku waja, kazi itakwisha. In the name of the family, this is the parent who give us birth. kandi yadusigiye ibintu byiza. He left us some good things, and we want to say bye with a crown of flowers to the name of the Father, the Son, the Holy Ghost. Amen. Amen. Fanyia Mungu kazi, abafise amashurwe mubandanya. Itambia fanya bidii sana, uokoa ndugu, mtumikie Mungu kwa nguvu yako yote, mbio usiku waja, kazi itakwisha, mbio usiku waja, kazi itakwisha. Fanyia Mungu kazi kama kungali jua, usipoteze bure siku zako, uyatimize yote bila kukosa neno. Mbio usiku waja, kazi itakwisha. Mbio usiku waja, kazi itakwisha. Turahaye ijambo rya reception. Ijambo tukurizaho ni kuko twababwira adresse. We will just give you the address to reception. Aliendelea kuwa mwalimu wa kanisa la Free Pentecostal Church Tanzania, mkoa wa Kigoma FPCT, kwa kambi ya Tabira Myobozi tangu mwaka 1996. Alibarikiwa kuwa mchungaji wa Light Mission Pentecostal Church ya USA mwaka wa 2009. Alikuwa mtumishi wa Mungu mwenye busara na hekima, mshauri wa watu wote. Ameaga dunia Jumanne tarehe mwezi wa 9 tarehe 17, 2019. Bwana awe naye daima. Amen.
baragenda uyu mwanya ujanye n'ijambo ry'uyu munsi ritumye gukoranira hano kuri uyu munsi no kuri aya masaha. Bashinga naye murongoye amashengero yanyu n'abarongoye amashengero ya Pentecost Church n'abandi bakozi b'Imana kuva mu mashengero anyuranye y'ababanyi n'abashinga naye n'abakenyezi n'urwaruka, umuntu wese icyubahiro ciwe umuntu Imana yamuhaye mu mashengero anyuranye nuko mu miryango inyuranye. Ku by'ukuri turabashimiye, turabakengurukiye, murahuku n'ubundi atari twebwe. Ku by'ukuri twebwe n'umuryango hano twaguwe ko n'umusozi. Uyo musozi watuguye ko twebwe ubwacu nawe twabaye turi benshi ntabwo twashobora kuwikurako, ariko kuri mwebwe bene data dufatanije mu rugendo rwo kuja mu ijuru n'ababanyi, twabaye n'imiryango, mwigoye murava hirya no hino. Hariho abafashe indege, hariho abamaze iminsi ibiri mu nzira baza. Amen. Bwana pewe sifa. Biyiyo ukuvuga tuma twicara tukaraba, twabonye yuko atoba wenyene kuko umuryango ni munini. None rero kandi aracyari muto, dushobora kumurera. Uwa kabiri wiwe n'uyu yitwa Pastori Noel Isunzu. Nahaguruke nuriya mushinga ntaye urya niwe wa kabiri, niwe ari impande yiwe azoshobora kuza amuhanura. Iyo utabonye Nkurunziza Abeli uzobona Pastori Isunzu Noel. Abo nibo bagiye guhagarikira umuryango wa Maremu Pastori Ntekerigende Etienne. Hanyuma rero namwebwe naguye hirya no hino, iyo nkuru mushobora kwitwara mu yandi masiteri kugira ngo mubimenyeshe uzoba akeneye ijambo wese ko atoshikiramo. Murakoze cyane. Hanyuma gatanu, uyu nyakwigendera Pastori Etienne Ntekerigende yari umuntu muzima. Ndabye ku giharuro apfuye asinziriye aruhukiye imibabaro ya hano afite imyaka 84. Imana ishimwe. Yarakoreye umuryango, yarakoreye ishenge. None rero naruhuke iyi mibabaro. Yari umuntu muzima. Birashoboka yuko hari aho yagiye gufata agasukari, naje gusoma amasukari anakwama hano muri Georgia yakwariye, agafata agasukari cyane agafata icyo
kwishura. Uyu muntu rero kuri uyu munsi yoba yafitiye nuko turamuha umwanya amari ku rutoki kugira ngo ashikirize ku kintu twebwe twese turi hano mu muryango na mwebwe mwaza kudufasha urubanza mupe iyo deni. Kandi birashoboka ko yari umuntu muzima, hariho n'ubundi yoba yagiye akimutaha jewe birangoye none ukavuze nk'idolari n'ijana n'ingurane nori gusubiza akabikora mu mwisho kuko twebwe dukunda kwizerwa abapasitori. Pasitori rero ndayinda kwigwa abaza agiye kwizera akagatiye umuntu rero ndamuha ahubwo n'amadami hari nawe tutamubarira tuzatumubarira twamaze gutanga icyo kizo tunakanamuhaye igihe yaje kurira none akaba hariho wowe yakora ideni kuri we nyakwigendera nawe nyine aramanika utukavuga ati jewe naragiye namubwiye nuze ideni idora 50 cyangwa ijana nuko uyu muntu azoba akoze kugira ngo tugende tubimenye. Mufashanye muza mutwibu tukabiruke udutabara tukabatabara mudushikire twagwana akaba yashitse twagura umuntu akaba yashitse twashingiye akaba yashitse bazera uko muri bane muza mutwibuka abagwe wanyu Imana ibaheze mwakoze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwishabake ubundi niwe yavuze ngo muri twakiriza gusa muri ibi twashobora kubyakira. Uwo n'umuntu yari umushakashatsi yanditse kiye gitabo abantu bakunda gisoma na bose gikundwa na bose. Rero mwishabake ijambo nagomba gushikiriza ni tumaze kumva iyo inkuru y'agacavutu, inkuru itabereye kumva. Ni ukuvuga hariya muri saga kutetupa twaguye mu gahunda hanyuma hamwe n'ibyo iyi nkuru imaze kudushyikira ntitwarose iyi nkuru imwe gusa, twararose n'iyindi nkuru igira muri Missouri, twaramutse inkuru yacu y'umubyeyi wiwe wabanaga muri Sakota. Ni ukuvuga ko ari inkuru hariho mwene wabo yarasanze abana muri Sakota. Nionapo amani kama shwari ama nionapo shida kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Asubuhi ilikucha sawa, amani ilikwepo sawa, nilikuna ukienda lakini ukurejea. Yako mambo yanagusa moyo, uma moyo, tesa moyo, yanaacha mdomo wazi na uwezi zuia machozi, lakini najikaza, ninajua una sababu, pengine kutukumbusha wanadamu tunajisahau. Ona machozi ni huzuni tunalia, lakini ni salama nasi tutarejea. Nami nikifumba macho laiona kesho, jana ilikuwepo ukapita upepo, japo si mzuri ila salama.
ndugu alikwepo, siku za vicheko imekuwa ghafla, zimezima ndoto, japo ni huzuni ila salama. Ningeweza ningekwambia, usiende labda ingezuia. Ningeweza ningekwambia, subiri la sikutambua. Ona usemi tena, mti imezizima. Tutaonana baadaye. Machozi hayawezi kumaliza uchungu, wala pole za marafiki na ndugu, ila kwako kunayo faraja kuu. Najua ni usiku sana